Akizungumza mara baada ya kutembelea na kukagua baadhi ya mashamba ya wajumbe wa bodi ya chama cha msingi Hekima, kaimu meneja wa bodi ya tumbaku wilaya ya Kaliua Joram Katorogo amesema kulingana na mvua za msimu huu kuwa chache na za kusuasua, baadhi ya mashamba miche ilikufa, hivyo amewasihi wakulima kutoipuuza michumo ya kwanza ili kuepuka makisio ya kilo za uzalishaji kuwa pungufu. Kuna baadhi ya changamoto ambazo tumezibaini ikiwa ni pamoja na mashamba mengi kuwa na magepu. Ina maana wakati tunaanza msimu huu mtawanyiko wa mvua haukuwa mzuri. Kwa hiyo mashamba mengi yaliathirika na jua baada ya kuwa wamepanda. Kwa sababu idadi ya miche ambayo tunaitarajia kwenye ekari moja inakuwa haitimii. Kama miche imepungua, kwa vyovyote wavyo na idadi ya majani itapungua. Kama idadi ya majani kwenye ekari moja imepungua, kwa hiyo na kilo tunazozitarajia kwenye ekari moja nazo zitafanyaje? Zitapungua. Kwa sababu tunatarajia kuwa na kilo kuanzia 560 na kuendelea kwa kila ekari moja. Lakini magepu yakishakuwa mengi na maana kilo hizo zinakuwa haziwezi kutimia tena. Sasa tufanyeje? Tunachojaribu kuwahimiza wakulima kwamba wajaribu sasa kujitahidi kuvuna kuanzia michumo ya chini kabisa, wasipoteze majani, kwa sababu ukipoteza majani, hata ukipoteza majani mawili au matatu, ukizidisha mara idadi ya miche ni kilo nyingi anakuwa amepoteza mkulima. Kwa mfano leo tumeona kwa mkulima mmoja au tuseme mjumbe mmoja ambaye amejaribu kukausha michumo ya chini, amekausha vizuri na zimetoka vizuri, zinaonekana ni vizuri. Kwa hiyo zinaweza kupata pia na bei nzuri wakati wa masoko. Ukaguzi huu unakuja kufuatia kuundwa kwa kamati ya kufuatilia utekelezaji wa takwa la kisheria la kila kiongozi wa chama cha msingi kuwa na uzalishaji wa kuanzia walau kilimo cha ekari 5. Joshua Madunda ni mwenyekiti wa chama cha msingi Hekima, anatoa tathmini baada ya ukaguzi. Tuliunda hili ili kuwapa imani wakulima waje wakagua bodi yao, waone kama tunafuata matakwa yale ya kisheria, kwamba kiongozi lazima uwe mkulima unayeanzia ekari 5 mpaka 10. Kwa hiyo kulinganisha na hali hiyo, kama bodi wamepita kwanza tukakagua kuangalia hali halisi ya zao kwa mkulima mmoja mmoja, na baadaye wenye viti wa vikundi nao wamepita, na sasa ndipo tukaunda hiyo kamati sasa kwa ajili ya kuja wakulima, inatokana na wakulima kuja kuangalia bodi nayo kama imesimama. Maoni yangu kwamba mashamba ya wajumbe kwa kawaida katika safari ya nzige na panzi wapo, na safari ya mambo, safari ya mambo pia kenge wapo. Mashamba asilimia 70 ya wajumbe yako vizuri ama 80. Chama chetu cha msingi Hekima kina uzalishaji wa kilo 290, lakini kwa ukaguzi wa bodi yangu kwa mashamba ya wakulima tunaonekana tunashaka tutafika hizo kilo. Naitwa Benjamin Rugo, ni mjumbe wa bodi ya chama cha msingi Hekima. Pamoja na kwamba kulikuwa na changamoto ya jua wakati wa kupanda, lakini mashamba yote tuliyotembelea wamejitahidi. Mashamba yamependeza na wanaendelea na usafi ili kuendelea kuboresha jani. Lakini pia mbolea inaonekana waliweka kwa kiwango ambacho wameshauriwa na wataalamu. Kwa majina naitwa Stella Msakalinga, ni mjumbe wa bodi. Kutokana na hali ya hewa ya mwaka huu, hasa kikubwa ni jua, lakini tunamshukuru Mungu tumepambana nayo hivyo kama hali ya hewa ya tumbaku tunavyoiona ipo vizuri, tunamshukuru Mungu, inaridhisha. Yaani wangetuongezea wakulima bei kwa sababu changamoto ni nyingi. Sababu gani tunavyosema? Maana hali ya mbolea utakuta ipo juu. Lakini sasa ukija kwenye mavuno bei ipo chini. Kama vile sasa wakulima tunanyanyasika, hawatujali. Naitwa Idi Leveri, ni afisa ushirika wilaya ya Kaliua. Leo tumewakagua wajumbe wa bodi wa chama cha ushirika cha Hekima AMCOS. Kwanza niwapongeze kwa hatua hiyo waliofikia ya kuunda kamati ya kupita kukagua kwenye mashamba ya wajumbe, kwa sababu tunasema mjumbe kwanza anatakiwa yeye awe vizuri kabla ya kwenda kumkagua mkulima. Kwa hiyo wamefanya jambo zuri. Tunaomba na vyama vingine viige huu mfano wa kukaguana wao kwa wao, kuangalia hali halisi ya mashamba yao ili tuweze kufikia malengo tunayotarajia ya kuzalisha kilo milioni 32 katika wilaya yetu ya Kaliua. Kwa majina mimi naitwa Venance Sango, ni meneja wa NMB tawi la Kaliua, na chama tulichotoka kukitembelea leo hii ni chama changu ambacho tunakikopesha. Huu ni utaratibu ambao huwa tunaofanya mara zote tunapokaribia
wanapoanza kwenye uvunaji na kuchoma tumbaku, huwa tunapita kuona yale maendeleo yao, lakini pia na kwa sababu sisi ndio wawezeshaji wa hiyo mikopo, huwa tunaweza kujiridhisha kuona sasa tuna hatua za kuweza kuwapa ule mkopo ambao unahusu grading. Sisi kama benki tulishajipanga tangu awali, wakati tunaanza msimu mwezi wa 9, tangu zile prosesi za awali za pembejeo tulianza vizuri. Tulihakikisha wakulima wamepata pembejeo zao kwa wakati, tuliweza kuhakikisha wakulima wanapata mikopo yao ya kuni kwa wakati, lakini pia ndio maana hata sasa ni mikopo ya grading tunayoenda kuitoa, tumeweza kuwapitia na kuhakiki kile walichokifanya tangu kipindi msimu unaanza mpaka leo tunapoelekea tamati ya msimu kwenye uvunaji na kuchakata tumbaku kwa ajili ya kupeleka kwenye maghala na kuiuza.